TASAC, shirika la uwakala wa meli Tanzania. TASAC, huduma bora na salama ya Mtazamaji, naitwa Nicholas Kinyariri, ni afisa mahusiano kwa umma. Leo tuko katika mkoa wa Kigoma na tunashuhudia tukio la kupokea boti TASAC 2 kwa ajili ya mkoa wa Kigoma. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendeleza mkakati wa kuimarisha shughuli za utafutaji na uokoaji katika maeneo ya maji. Boti hii ni ya 5 sasa, ipo mkoani Kigoma. Hii imekuja kwa ajili ya kuwezesha shughuli za utafutaji na uokoaji zinafanyika salama. Kwa jina naitwa Captain Grayson Marwa, ni afisa mwandamizi mkaguzi wa vyombo vya majini kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania. Dhumuni kuu lililotuleta katika eneo hili, tulikuwa tumeshusha chombo chetu cha kutafuta na kuokoa watu wanapokuwa na dharura majini. Kwa mfano chombo kimezama au kimepata changamoto yoyote ambayo inakifanya kishindwe kuendelea na safari zake, basi tumekuja kuleta chombo ambacho kazi yake itakuwa ni kutafuta pale inapotokea bahati mbaya mtu katumbukia kwenye maji na haonekani, lakini pia kufanya uokozi ili kuweza kuokoa maisha ya watu. Lakini madhumuni makuu ya vyombo hivi au chombo hichi kwa hapa sasa Kigoma ni kwa ajili ya kutafuta pale inapotokea dharura majini na kuokoa. Kama mnavyofahamu, ndugu zetu wa Tanzania wengi wanafanya shughuli zao kwenye maji, ndugu zetu wavuvi, lakini kuna wasafirishaji wa mizigo na wasafirishaji wa abiria. Wanapopata dharura ya aina yoyote, sasa chombo hichi kitakuwa kinakwenda kutoa huduma hiyo. Na hichi ni kilio cha muda mrefu, wananchi walikuwa wanaomba huduma hii wafikie. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupokea kilio hichi, kusikia, na sasa kaweza kutufikishia boti ya uokozi kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu. Chombo hichi sifa yake kubwa, kina spidi kubwa, kinaweza kufika sehemu kwa muda mfupi. Kama tunavyofahamu, ziwa Tanganyika lina umbali mkubwa, lakini kwa sababu wavuvi wetu wanafanya shughuli zao sehemu mbalimbali, basi chombo hichi kitakuwa kinawafikia kwa wakati. Lakini pia chombo hichi kina zana za kisasa mle ndani. Kina vifaa vya kisasa vya electronics ambazo vinatumika kwa ajili ya kuweza kugundua sehemu uliopo, sehemu unayokwenda, kuweza kuangalia kina cha maji. Lakini tuna maalum kwa ajili ya kutafuta wakati wa usiku. Tuna loudspeaker ya kuweza kutoa sauti kwenda mbali kwa mtu kama aliyoko kwenye chombo kingine, kuweza kumuuliza kitu chochote na tukamwelekeza kwa kuonyesha ishara na akaweza kusaidiwa kama ana changamoto. Kwa jina naitwa Adam Mamilo, ni afisa mfawidhi wa TASAC mkoa wa Kigoma. Tunashukuru kwa ujio wa boti hili TASAC 2 ambalo tumekuwa tukilisubiri kwa hamu tangu lilivyokuwa linafanywa matengenezo. Sasa tuna furaha kwa sababu ujio wa boti hili utasaidia uokozi kwa wavuvi, manahodha, hata abiria wanaosafiri kupitia ukanda mzima wa ziwa Tanganyika. Boti hili hapa limeshushwa tu Kigoma, lakini litahudumia ukanda wote wa ziwa Tanganyika hadi Katavi, Rukwa, ukanda wote ambao uko Lake Tanganyika. Kwa maana hiyo sasa tuwatake watu wa huduma, wamiliki wa maboti, wamiliki wa vyombo vya uvuvi, mabaharia, pamoja na kuja chombo hiki cha uokozi, bado utaratibu wa kuzingatia sheria utaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo tuendelee kutoa maelekezo, kila mtu ambaye mwenye chombo cha usafirishaji majini, haijalishi hata kama ni chombo cha uvuvi, kuendelea kuhakikisha anakuwa na vifaa vya kujiokolea maisha, hasa maboya, life jackets. Udhibiti utaendelea, lakini pale ambapo anapotokea dharura tunawataka watoe taarifa TASAC kwa haraka, kwa sababu chombo kipo na kina spidi kubwa, ili waweze kufikiwa na kuweza kuokolewa. Kwa kweli tunafurahi sana kwa TASAC na Mama Samia na uongozi wake wote kudhamiria na kutuletea chombo kama hichi cha uokoaji. Nafikiri kwa upande wangu, nikiwa mama wa nidhamu hapa, kwa kweli wamenitendea haki, kwa sababu nilikuwa nasumbuliwa sana kwa maswali kuhusu wavuvi wanapokuwa wamezama kule ziwani, watafanyaje, wataokolewaje.
lakini sasa maswali yamekwisha na sasa uokoaji umefika mahala pake. Tunashukuru sana sekta ya uvuvi kututendea haki. Asanteni sana. Kwa ujio wa boti hii, kwa upande wetu sisi mabaharia tunashukuru sana, kwani ilikuwa ni changamoto kubwa ambayo ilikuwa inatukuta sisi katika ziwa letu hili. Pale ambapo tunaposafiri na ziwa hili kuchangia ni ndefu, unaweza ukajikuta huko labda wima wa kaskazini Kagunga au wima wa kusini huko Sibwesa unapata ajali. Kwa hiyo hata kama ukitoa taarifa TASAC kipindi cha nyuma ilikuwa ni vigumu kufikia, lakini kwa kipindi hichi nadhani itakuwa suluhisho limekwisha. Pale ambapo tutakapopata ajali, tukitoa taarifa itakuwa ni wepesi na uharaka chombo hichi kutufikia na kutuokoa. Tunawashukuru sana TASAC, tunashukuru serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea chombo hichi, tunawashukuru uongozi wote kwa ujumla. Kwa kweli kwa ujio wa boti hili tunashukuru sana sana sana, na 90% tunamshukuru Mama Samia Suluhu kwa niaba ya kutuletea boti hili. Na sisi wavuvi tunasema tulikuwa tuna shida sana ndani ya maji. Kwa kweli 90% tulikuwa tunazama huko, watu wengi wanafariki, lakini namna uokoaji ulikuwa ni mgumu, lakini kwa sababu tumepata spidi kali ya kuweza kufika kwa muda, kwa kweli tunasema alhamdulillah rabbil alamina. Mtazamaji, mpaka mwisho wa kipindi hiki tunashukuru kwa kuweza kushuhudia na kuweza kusikiliza jinsi boti hili ambavyo lina uwezo wa kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami Nicholas Kinyariri, afisa mahusiano TASAC.